Mungu anavyotazama sadaka, anavyoitazama sadaka ya mtu aliyetoa kile alichonacho, tena alikuwa anakipenda, akaamua akitoe kwa Mungu, anakichukulia, tunasema anakichukulia kwa ukubwa kuliko sisi tunavyofikiri. Mungu akiona mtu anatoa sadaka na ni sadaka ya kile alichonacho, tena anakipenda au kina umuhimu katika maisha yake au katika uhitaji wake, alafu anaamua kukitoa, Mungu anahesabu ametoa kitu cha pekee. Anapotazama kitu cha pekee, kinampa Mungu nafasi kubwa ya utazama wake wa hiyo sadaka. Na ndio maana hata Yesu Kristo ukimtazama kama sadaka, mwili wake ni sadaka pekee. Kwa hiyo Mungu anavyoitazama sadaka pekee ambayo mtu anaitoa katika ulimwengu wa roho, ile sadaka ya dizainiwa inabeba nguvu nyingi sana. Kwa lugha nzuri, ni ufunguo mkubwa, mpana, au niseme ni ufunguo muhimu wa kimaisha wa mtu. Lakini mimi natamani leo niwafundishe kitu cha ajabu. Sina maana kije kanisani kwenu, lakini natamani nikuonyeshe kitu ambacho tunakipoteza kama ufunguo wa kutunzwa sisi na uzao wetu baada ya kuiacha sadaka pekee. Wakristo wengi sana wanapenda kutoa sadaka, na wengi wanatoa kimapokeo. Ukisikia kimapokeo, maana yake ni agizo linalotoka kwa wanadamu, halitokani na Biblia, halitokani na Mungu. Na huko ndio watu wengi wanataka kutoa. Lakini mimi natamani leo tuanze kutoa kibiblia. Kibiblia sadaka hii ipo. Yaani sadaka ya namna hii ipo. Na bahati mbaya hatujafundishwa kiundani na kujua faida yake. Hii sadaka ina faida kuliko unavyofikiri. Sadaka zingine zote tutakazozitoa tofauti sana na sadaka ya pekee au sadaka pekee, maana yake ni hicho ulicho nacho alafu unakipenda, alafu ghafla unakipeleka kwa Mungu. Mungu anapokitazama hakitazami kama na mtu mwingine alikuwa navyo vitu vingi alafu katoa vichache, au unafikiri kama Mungu anatazama hivyo. Hatazami hivyo, anatazama kweli kabisa. Kwa hiyo mtu kaleta sadaka, lakini sio tofauti na aliyeleta ya kile alicho nacho.